watu wengine wanafanikiwa haraka sana wakati wengine wanabaki wakisubiri maisha yao yote? Kwa nini kuna watu wanaingia tu mahali, wanaongea kwa dakika chache na ghafla kila mtu anawasikiliza? Siri yake si bahati, si elimu kubwa pekee, ni kitu kimoja ambacho watu wengi wanaogopa kukitumia. Unajua ni nani anatusanua kwenye hili? Si mwingine, ni Robert Greene kwenye kitabu chake cha The 48 Laws of Power. Hii ni Sauti ya Kurasa. Karibu. Sheria ya 28. Enter action with boldness. Ingia katika hatua kwa ujasiri. Hii ni sheria inayogusa moja kwa moja namna dunia inavyokupima kabla hata haijakusikiliza kwa kina. Katika ulimwengu wa nguvu, ushawishi na mafanikio, watu hawasubiri kwanza kuchunguza uwezo wako wa ndani, wanapima ishara unazotoa nje. Na ishara yenye nguvu zaidi kuliko zote ni ujasiri. Robert Greene anaeleza kwamba kusitasita ni adui wa mamlaka. Mara tu unapoonyesha mashaka, watu huanza kuona udhaifu. Ukiongea kwa sauti yenye hofu, ukifanya maamuzi kwa kuyumbayumba, au ukionekana kama huna uhakika, unawapa wengine ruhusa ya kukutilia shaka. Lakini unapochukua hatua kwa uthubutu, hata kama ndani yako bado una maswali, dunia huanza kukuona kama mtu wa kuaminiwa. Hii ndiyo saikolojia ya ujasiri. Binadamu kwa asili huvutiwa na kujiamini. Mtu anayeingia chumbani akiwa na muonekano wa uthabiti, sauti tulivu lakini yenye mamlaka na maamuzi yasiyoyumba huvuta heshima bila kulazimisha. Si lazima awe mkamilifu. Si lazima ajue kila kitu. Lakini uthubutu wake unawafanya wengine waamini kwamba ana mwelekeo. Watu wengi hukosa mafanikio si kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu wanaogopa kuchukua hatua. Wanasubiri muda sahihi, wanasubiri mazingira kamili, wanasubiri mpaka wajisikie tayari kabisa. Lakini ukweli ni kwamba mazingira kamili mara nyingi hayaji. Hisia ya kuwa tayari kwa 100% ni nadra sana. Na wakati wewe unasubiri, kuna mtu mwingine anaingia uwanjani kwa ujasiri hata kama hajajiandaa kikamilifu, na anachukua nafasi iliyokuwa inaweza kuwa yako. Sheria ya 28 inatufundisha kwamba mara tu unapofanya uamuzi, usiufanye kwa nusu moyo. Uamuzi wa mashaka huzaa matokeo ya mashaka, lakini uamuzi wa uthubutu huzaa nguvu. Ujasiri una tabia ya kuondoa upinzani. Watu wengi hawapingi mtu jasiri moja kwa moja. Wanamsoma kwanza, wanamchunguza, na mara nyingi wanachagua kufuata badala ya kupambana. Mfano wa kihistoria. Greene mara nyingi anamtumia Napoleon Bonaparte au P.T. Barnum kama mifano. Watu hawa walichukua hatua ambazo wengine waliziona kama za kichaa au hatari sana, lakini kwa sababu walizifanya kwa kujiamini kupitiliza, ulimwengu uliwaamini na kuwapa kile walichotaka. Fikiria hali ya biashara au uongozi. Watu wawili wana wazo moja. Mmoja anasema kwa sauti ya mashaka, labda hii inaweza kufanya kazi, sijui kama ni sahihi. Mwingine anasema kwa uthabiti, hili ndilo suluhisho, tunaenda nalo. Hata kabla ya matokeo kuonekana, watu wengi watavutiwa na yule wa pili. Si kwa sababu wazo lake ni bora zaidi, bali kwa sababu namna alivyoliwasilisha inaleta imani. Hii haimaanishi kuwa mzembe au kufanya mambo bila kufikiria. Sheria hii haikuhimizi kuruka gizani bila mwelekeo. Inasisitiza kwamba baada ya kufikiria na kuchambua, usionyeshe hofu yako hadharani. Dunia hupima kile unachoonyesha, si kile unachohisi ndani. Unaweza kuwa na mashaka ndani yako, lakini ukiamua kusonga mbele, sogea kwa uthabiti. Kusitasita kuna gharama kubwa. Kunavunja taswira yako. Kunawafanya wengine wakuchukulie kama mtu asiye na uhakika. Na mara nyingi kunawapa wapinzani wako nafasi ya kukuzidi. Lakini ujasiri, hata pale unapokosea, hujenga picha ya mtu anayethubutu. Na mara nyingi watu husamehe makosa ya jasiri kuliko kusitasita wa mwenye hofu. Katika maisha ya kila siku, hii inaonekana wazi. Kuna watu wanabaki kimya katika mikutano kwa sababu wanaogopa mawazo yao yatapingwa. Kuna watu wanachelewa kuanzisha miradi yao kwa sababu wanaogopa kushindwa.
Kuna watu wanasitasita kuomba nafasi au kupandishwa cheo kwa sababu wanahisi hawajakomaa vya kutosha. Lakini kuna wale wanaochukua hatua. Wanaongea, wanajaribu, wanaomba nafasi. Na hata wakikosea, wanajifunza na kusonga mbele. Sheria ya 28 inakukumbusha kwamba hofu haiondoki kabla ya hatua. Mara nyingi hofu hupungua baada ya kuchukua hatua. Ujasiri si kutokuwepo kwa hofu. Ujasiri ni kuchukua hatua licha ya hofu. Na katika ulimwengu wa nguvu, mtu anayechukua hatua kwa uthubutu huonekana kama mwenye udhibiti, hata kama bado anajifunza njiani. Kwa mtazamo wa kina zaidi, sheria hii inahusiana na taswira. Dunia huunda maoni yake haraka sana. Sekunde chache za kwanza za kuonekana kwako, sauti yako na namna unavyojiwasilisha zinaweza kuamua jinsi utakavyotazamwa kwa muda mrefu. Ukiingia kwa nguvu, unaunda msingi wa heshima. Ukiingia kwa mashaka, unaunda msingi wa kutiliwa shaka. Hii ndiyo sababu katika historia, viongozi wengi waliokuwa na athari kubwa hawakuwa watu wa kusitasita. Walionekana na kuongea kwa uthabiti, walitoa maamuzi kwa nguvu. Hata wakikosea, walirekebisha kwa ujasiri, si kwa uoga. Na mara nyingi, ujasiri wao uliwafanya watu wengine waamini kwamba wana mwelekeo wa kuaminiwa. Lakini pia kuna hekima ndani yake. Ujasiri bila mwelekeo unaweza kuwa hatari. Hivyo basi, changamoto si kuwa na kelele, bali ni kuwa na uthubutu wenye hekima. Ni kujenga uwezo wako, jifunze, chambua, na kisha unapochukua hatua, usichukue kwa kusuasua, chukua kwa nguvu. Sheria ya 28 ni mwaliko wa kuacha kuishi pembeni mwa maisha yako. Ni kukataa kuwa mtazamaji wa fursa zako mwenyewe. Ni kukumbuka kwamba mara nyingi ushindi hauendi kwa yule mwenye vipaji vingi zaidi, bali kwa yule anayethubutu zaidi. Dunia haimpi nafasi yule anayesubiri ruhusa, humuinua yule anayeingia kwa ujasiri. Na katika ulimwengu wa nguvu na ushawishi, mwenye kuingia kwa uthubutu ndiye anayebaki mezani. Mwenye kusitasita hubaki pembeni akiangalia wengine wakichukua nafasi aliyoiogopa. Kama umeelewa nguvu ya ujasiri leo, usiishie kusikiliza tu. Anza kuchukua hatua. Bonyeza like kama unaamini ujasiri unaweza kubadilisha maisha. Subscribe kama unataka kujifunza sheria zote 48 za nguvu na ushawishi. Na andika kwenye comment, nitaingia kwa ujasiri. Kwa sababu katika ulimwengu wa nguvu, anayesubiri muda sahihi hubaki nyuma. Lakini anayethubutu kuchukua hatua ndiye anayeshinda.